Hello. Naam, habari ya wakati huu mtazamaji, karibu tena katika channel yako pendwa Electronics Repair Class TZ, upate nafasi ya kupata ujuzi wa namna gani ya kusolve matatizo ya simu tofauti tofauti. Leo tuko na simu ya iPhone ambayo simu hii imekuja ikiwa na tatizo ambalo tatizo hilo ngoja identify. Ngoja tuweze kulitizama tufahamu ni tatizo gani ambalo simu hii imeweza kuja nalo. Tuiwashe kwanza. Katika upande wa uwakaji iko vizuri, haina changamoto yoyote kwa mujibu wa maelezo kutokea kwa mteja wetu. So changamoto ambayo ipo kwa mpaka sasa ni changamoto ambayo inahusiana na upande wa kamera. Inahusiana na upande wa kamera. Ngoja tuifungue loki. Wow, tayari. Lakini upande wa kamera ndiko tatizo liliko kwa mpaka sasa hivi. Nafikiri unaweza kaona baada ya kuifungua kamera kuna message hapa inaonekana inakwambia turn on message. I don't know ina maana gani? Turn on iMessage. Ngoja tuseme okay. Sawa, nimeiruhusu. Lakini kivuli tu inaonekana kama imefunguka kamera, lakini hakuna chochote kinachoendelea hata nikifanya hivi. Kitu ambacho kinawezekana hapa ni kwa kamera ya mbele tu. Kizungusha kamera ya mbele inafanya kazi, iko vizuri, lakini tukienda kwenye kamera ya nyuma tatizo linabaki kuwa pale pale. Kama unaweza kuona kwamba tukijaribu kurudi nyuma, kamera ya nyuma haifanyi kazi. Kila tukiklik button ya kurudisha kamera iweze kwenda nyuma, haifanyi kazi. Lakini upande wa mbele kamera inafanya kazi. So kitu ambacho naenda kupambana nacho hapa ni kuhakikisha kwamba kamera ya nyuma nayo ina uwezo wa kufanya kazi vizuri. Tukijaribu kuitizama kwa namna moja au nyingine inaonekana kuwa na tatizo la mvunjiko. Sasa tufahamu huu mvunjiko ndio tatizo, kamera ilivunjika ama kilitokea nini ambako kinaweza kikasababisha kamera isifanye kazi. Kwa kawaida unapotengeneza simu kama hii lazima uwe na matazamio. Kwamba natazamia maybe inaweza kawa tatizo liko upande fulani wa circuit ama wa kamera. Matazamio yangu yako kwamba natafakari maybe kamera kama haijavunjika itakuwa iko disconnected, yani haijakonektiwa. Ndio matatizo makubwa sana ambayo yanazikumba hizi iPhone, simu za iPhone. So tunaenda kupambana nayo tufahamu tunaisolve. Cha kwanza uwe na special tool, uwe na stand nzuri ambazo zinaweza kukuwezesha wewe kuifungua. Kizingatia zaidi, kwa kawaida simu ya iPhone huwa inakuwa na nati hapa kwa nyuma. Hizi nati ukishazifungua ndio sasa unaruhusiwa kubandua upande wa kioo. Kwa hiyo you have to be careful, unatakiwa kuwa makini sana. Ni simu za gharama kabisa. Simu kama hii ni simu ya gharama kabisa. Tunaweza tukaitazama kwa ndani ni simu ya iPhone ya aina gani before kuproceed. Simu za iPhone zimekuaga ni anyway, hii ni iPhone XR. Kwa hiyo tunaweza tukaishia hapo kwa sababu simu za iPhone zimekuaga na kamzunguko kidogo, kitu ambacho unaweza kukuta hata namna ya kuifikia kutizama kwamba ni aina ya simu gani, yani ni iPhone ya namna gani, ikakupa kazi kuifikia. Setting, tunatafuta about, tutaipata ama hatuipati? About hii hapa inaonekana ni nini? Oh, ni iPhone Max. Okay, sio XR, sorry. This is iPhone Max. Yeah, ni iPhone Max. So tunaweza tukaanza kudili nayo sasa. Okay? Kwanza nitaipress kuzima, ambapo kuzima utapress button ya kuwashia na button ya kuongezea sauti, vyote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ukishikilia hivyo itakupa option ya kuzima, utaizima. Wengi wao wanateseka namna ya kuizima, lakini kuzima ni hivyo, very easy, very simple. Sasa tunatafuta special tool ambayo inaendana kabisa na nati yake. Nati ambayo iko upande wa nyuma hapo, hii inaweza kufaa. Hii hapa inaweza kufaa. Let's see. Open. Ngoja tufungue tuone kama itaenda sawa.
nati inachea, inaingia moja kwa moja kwa ndani na inachea, so it means your star inakuwa haijaenda vizuri. Wow, hii hapa. Okay. Hii inakuwa haijaenda vizuri, inaonekana kuchea, inaenda moja kwa moja, inazunguka yenyewe peke yake, star peke yake. Jaribu tena. Hii ina uwezo wa kuifungua. Sorry, hawezi kuona vizuri kwa sababu ya focusing. Na unaweza kuona nati tayari imefunguka. Tunze kwa umakini. Hiyo ndio nati ambayo inaifunga simu hii. Unapofanya makosa na ukajikuta unazipoteza hizi nati, inawezekano mkubwa sana ukawa umemweka kwenye hatari mmiliki, hatari ya kuvunja kioo ama hata kupoteza network sometime. I mean network ya simu. Okay, process ya kuifungua inaanza. Kwa kawaida hizi huwa hazina gundi, baadhi zinakuaga ziko openly. Unaifungua tu moja kwa moja, inakuwa haina gundi. Kwa hiyo kikubwa tu ni kuwa na umakini katika kuifungua. Tools ambazo zinaruhusiwa kufungua ni zile zile. Ukiangalia baada ya kuifungua tunaona kuna kitu kinapanda juu hapa. Sijafahamu hiki kinaweza kikawa hakijafungwa au ni nini. Kitu ambacho nakichungulia zaidi ni kuhakikisha kujua kwamba mkanda wa kioo uko wapi. Naona mkanda wa kioo uko kwa kule. Huu ndio umakini ambao unapaswa kuzingatia wakati unafungua simu ya iPhone. Baada ya kugundua kwamba mkanda wa kioo uko kwa huku, kwa hiyo nakuja kumalizia hii clip ya hapa, tayari simu inakuwa imefunguka kama hivi. Kama unaweza kuona, itizamo hapa, inaonekana ni surface ya juu au surface ya juu ambayo hii inakana speaker. Inaonekana iliachia. Okay, lakini pia nati zinaonekana hazipo, maana yake hii simu ishapita kwa mafundi wengine. Kama haijapita kwa mafundi wengine, basi waliofanya kuifunga, basi kuna baadhi ya vitu waliviacha bila kuvifunga. Ukiangalia mkanda unaonekana tayari uko nje. Mkanda wa nini? Wa kamera ya nyuma tayari. Kumbe hili ndio tatizo ambalo anakutana nalo mteja. Huu mkanda mwingine uko vizuri, hii mikanda mingine yote inaonekana iko sawa. Kwa tutakazia, lakini pia tutaurudishia huu mkanda kwa umakini. Na kwa kuwa kibati chake cha hapa kinachotokea hapa, kuna nati hapa inatokea kufungwa, kinachotokea hapa hadi hapa hakipo, maana yake hili tatizo linaendelea kuwepo. Kwa hivyo tutakachokifanya sisi ni kuifunga na kuirudishia kila kitu mahali pake, then tujaribu kutesti, alafu tutafute ni mbinu gani tutakayoifanya ili kuweza kumsaidia kuhakikisha haiwezi kuwa na changamoto kwa maana ya kujifungua yenyewe mkanda bila kufunguliwa. So tuitesti kwanza baada ya kuirudishia. Hope kwamba itakuwa imeshikilia vizuri. Kuja nikazie na mkono ya hapo, imeshikilia vizuri. Mikanda yote inaonekana kushikilia vizuri. Tujaribu kuitest. Jaribu kuwasha. Yes, imewaka na kumbe tuko salama, kioo hatujakivunja. Hicho ndio kitu cha msingi sana cha kuzingatia na kuwa makini nacho sana unapotengeneza simu za iPhone kama hizi. iPhone Max nafikiri ni iPhone nyingine, lakini all in all tunachoenda kupambana nacho ndicho hicho. Okay, jaribu kuifungua tena. Okay, imefunguka. Je, vipi kamera? Wow, now unaweza kaona kwamba kamera iko sawa, japokuwa ile message tunaendelea kuipata inaonekana message itakuwa ni taarifa fulani ya nini, ya network, kwa sababu naona your network provider may change for SMS message. Afu nasema Robert. Okay, yenyewe ni normal. Naweza nikaignore. Basi unaweza kuona kamera ya nyuma inafanya kazi. Kama unaweza kuona kamera ya nyuma inafanya kazi. Ukiweka kitu kwa nyuma hapa kina uwezo wa kuonekana. Vipi kwa mbele? Kamera ya mbele inafanya kazi bado? Inafanya kazi, lakini kwa sababu ya kile kidude ambacho kimeonekana kuwa kimekaa pembeni, ndio maana unaona kama imeweza kukaa pembeni kidogo, but tutairekebisha vizuri, itaenda kufanya kazi vizuri. Tukirudi kamera ya nyuma,
iko okay. Kwa hivyo ndivyo jinsi ambavyo unaweza kadili nayo simu ya iPhone ikiwa imeachia mkanda wa kamera. Kwa maana hiyo kamera yetu bado iko vizuri, pamoja na kwamba inaonekana kuwa na uchafu, but still bado inatoa vizuri, ina quality nzuri. Kwa hiyo tutakachokifanya ni kuirudishia mkanda kama hivyo. Kama mteja ameshakubaliana makubaliano kuisafisha, pia unatakiwa deal na kuisafisha. Kama mjakubaliana hivyo, please stop, achia hapo hapo ulikomalizia kazi. Tujaribu kupiga picha. Itakuwa nzuri. Tukipiga picha, picha inaonekana, picha ipo. Picha ipo. Okay. Tujaribu nyingine. Jaribu picha nyingine. Yes. Picha ipo. Okay, hivyo ndivyo jinsi ambavyo unaweza kadiri na simu za iPhone. Asante kwa kuendelea kufuatilia Electronics Repair Class TZ. Basi usisahau kusubscribe kama video hii imekupendeza, lakini pia usisahau kushare, kulike, kucomment, itapendeza zaidi. Electronics Repair Class TZ, we are for you. Thank you. Peace.